mpaka siku ya 22 ndio malaika aliyetumwa tangu siku ya kwanza ambao Daniel aliomba na mbingu zikamsikia na Mungu anaachilia majibu kupitia malaika na huyu malaika anapitia upinzani wa kufika kwa Daniel au kufikisha majibu ya maombi ambayo Daniel ameyaomba. Nikasema hivi, Daniel haituoneshi Biblia kwamba kuna siku angeacha kuomba kwa sababu amerizika tu kuomba, lakini angeendelea kuomba mpaka aone majibu yake yamefika. Kilichomfanya Mungu akashindwa kutulia kule mbinguni ni kwa sababu akiangalia anayemuomba tayari ameshajibiwa. Lakini akiangalia bado anaomba. Kwa nini bado anaomba? Majibu yake yameachiliwa, lakini bado hayajamfikia. Nikasema siku za leo tuko wengi tunaomba Mungu kwa habari ya kitu fulani, kwa habari ya mambo fulani, lakini sio kweli kwamba bado Mungu hajajibu. Tayari Mungu alijibu. Lakini kama Daniel, giant wa kiroho, mwenye uwezo wa ajabu, ambaye alikuwa na uwezo wa tafsiri ndoto, ana uwezo wa kuona maono ya mwaka kesho, ana uwezo wa kutafsiri ndoto ya mfalme, ana uwezo, mfalme amesahau ndoto, yeye anaikumbuka, yeye anaijua ndoto ambayo hajaiota yeye na anatafsiri. Maombi yake alizuiwa siku 21. Inakuwaje kwa mtu wa kawaida kabisa, ambao level yake bado ni ya kawaida kabisa, ameomba maombi na yasizuiliwe? Nikasema kila mahali tunapokaa kuna watawala wa kiroho na kuna wamiliki wa kiroho wa nguvu za giza, na wao wanashindanaga na majibu yetu. Wanashindanaga na sisi. Kama hawajakuzuia kuomba, watazuia usione matokeo ya maombi yako. Kipindi pale nikakuisha nikasema tatizo sio matokeo, tatizo kufanya. Unaweza kufanya vizuri kwa ubora, lakini matokeo yako, matunda yako yakapigwa katika ulimwengu wa roho. Sasa Mungu anataka wiki hii, sema amina. Mungu anataka wiki hii yale majibu yako ambayo tayari yameachiliwa, lakini kuna mahali yamezuiliwa, yaachiliwe kwa jina la Yesu aliye hai. Majibu yako ya maombi ambayo Mungu siku zote, kumbuka nilichokisema hapa, nikasema Mungu sio katili. Mungu hapendi uteseke. Umefunga na kuomba muda mrefu, umetoa sadaka kwa ajili ya hitaji, umekesha na nyumbani kwako kwa ajili ya hitaji, umekuja na kanisa ukakesha, lakini bado hujaona mahali pa kutokea. Sasa nikasema wanaweza kuzuia wachawi, na kwa sababu hili tuliomba tukapiga wanaozuia majibu ya maombi. Leo nataka niongee point nyingine ya pili ambayo inasababisha watu wakiomba